Habari zenu, I hope wote mko wazima wa afya. Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine. Sasa leo nina somo zuri sana ambalo litakusaidia na kujenga ufahamu wako kuhusu maombi, lakini pia litakusaidia kubadilisha mtazamo ambao mara nyingi tumeuzoea. Unajua mara nyingi huwaga tunajiuliza kwa nini ninaomba lakini sioni majibu, na kuna mwingine akiomba tu mara moja anapata majibu haraka. Changamoto ni nini na njia gani ya kuomba sasa kwa usahihi ili majibu yaje kwa haraka? Na Biblia iko wazi inasema mkiomba mnapewa. Hata Yesu alitoa mfano, ni mzazi gani ambaye mwanae atamuomba samaki atampatia jiwe? Hivyo hivyo pia akasema kama wanadamu wanajua kuwapa watoto wao vilivyo vyema, Baba wa mbinguni ni zaidi ya haya. Kwa hiyo inaonyesha kwamba unachokiomba utapewa. Na kwa nini sasa unakuta mtu anaomba lakini majibu hayatokei? Shida ni nini na siri iko wapi ili na wewe pia uanze kuona majibu? Katika siku ya leo tutaangalia kwa undani kabisa kwamba ni njia gani ambayo ni sahihi ya kuomba, lakini ni makosa gani ambayo tunayafanya. Ndio maana Biblia inasema tunaomba hatupati kwa sababu tunaomba vibaya. Kuomba vibaya ni nini? Na njia gani tukiomba tunakuwa tumeomba vibaya na majibu hayawezi kutokea? Na njia gani sasa sahihi ya kuomba ili tuone majibu ambayo Mungu ametupatia kwa haraka? Okay, sasa unajua moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaumiza kichwa changu sana ni kuhusu kwa nini kuna watu ambao wenyewe wakiomba tu wanapata majibu kwa haraka, lakini kuna wengine wanachelewa. Siri ni nini? Hawa wengine wanatumia njia gani? Na hawa wengine ambao maombi yanachelewa wanakwama wapi? Sasa Mungu akaja akanipa ufunuo ambao na mimi natamani pia ufunuo na wewe nikupatie, na naamini utakufundisha kitu muhimu sana kuhusu maombi. Sasa tutakuwa na sehemu mbili katika somo hili. Tutaangalia kwa nini maombi hayajibiwi, ambayo ndo mada hiyo, kwamba kuomba vibaya, yaani tunakoseaje kwenye kuomba mpaka maombi hayajibiwi, lakini sasa na njia sahihi ya kuomba ili ukishajua sasa makosa lazima sasa urekebishe, ujue sasa ninaombaje kwa usahihi ili sasa uweze kuona majibu ya maombi yako yakitokea kwa haraka. Sasa sehemu ya kwanza tutajifunza kwa nini maombi hayajibiwi, ambayo ni kuomba vibaya. Sababu ya kwanza ni nia mbaya na tamaa. Ukisoma katika Yakobo 4:3 inasema mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Mungu hajibu maombi haya kwa sababu yeye ni Baba anayelinda roho yako, si chombo cha kutimiza matamanio ya kimwili. Unapoomba kitu kwa ajili ya ushindani, kujikweza au starehe, Mungu huzuia jibu kwa sababu anajua kumpa mtu kitu kinachozalisha kiburi au tamaa kitamwangamiza kiroho. Mungu hujibu maombi yanayoleta utukufu kwake na kujenga wengine, sio yale yanayozalisha nafsi iliyoasi. Sababu ya kwanza ambayo inapelekea maombi kutokujibiwa au binadamu kuomba vibaya ni kuomba kwa nia mbaya. Unakuta wanaomba labda Mungu nisaidie ili yule mtu anione, au Mungu nisaidie ili watu wanione na mimi niko juu. Yaani yale maombi ya ushindani au ya kujiinua au yale ya kiburi, au namuombea mwenzio na apate matatizo. Hayo maombi Mungu hawezi kuyajibu kwa sababu yanazalisha uasi ndani yako, kwa sababu mara nyingi Mungu ni Mungu wa haki. Sasa chochote ambacho unakiomba, kwa sababu kitakuwa kina nguvu ya kwenda kuzalisha kitu ambacho si kizuri, Mungu hawezi kuruhusu hicho kitu, kwa sababu hicho kitu akiruhusu kitaharibu roho yako. Kwa hiyo mara nyingi hawezi kujihusisha na hayo mambo ambayo yanahusisha wewe kwenda kuangamiza roho yako. Kwa hiyo maombi ambayo na kujikweza ndani yake, unaomba tu ili upate ufahari, ili watu wakuone, unaomba ili uwe na kiburi zaidi kwa watu, usiheshimu wengine,
hayo maombi hayawezi kutimia, kwa sababu maombi mazuri ni yale ambayo yanaunganisha utukufu wa Mungu, na yale maombi ambayo yanaonesha kuwa Mungu ndio sehemu kubwa katika maisha yako, lakini pia anakusaidia wengine. Hayo maombi yanakuwa na nguvu kubwa sana. Okay, sasa hii sehemu ya pili ndio sehemu ya muhimu zaidi, ambayo ndio kiini cha mimi kuandaa somo hili. Sababu ya pili ni kukosa uwazi na shabaha maalum. Sasa hapa nisikize kwa umakini, kwa sababu hapa ndo najifunza kitu kikubwa sana ambacho kitakusaidia kubadilisha mtazamo wako. Katika Luka 18 mstari wa 41, Yesu alimuuliza kipofu yule swali ambalo linaonekana kuwa rahisi sana: unataka nikutendee nini? Imagine. Yaani Yesu anamuona kipofu kabisa, afu anamuuliza, unataka nikutendee nini? Yaani sawa na wewe, mtu anakuona kabisa hauna hela, afu anakuuliza, unataka nikupe nini? Kisha akajibu, Bwana, nipate kuona. Yesu alijua tayari kwamba mtu huyo alikuwa kipofu, lakini bado alimuuliza kile alichotaka. Hii inafundisha jambo muhimu kuhusu maombi. Mungu anataka tujue tunachohitaji na tukielekeze kwa uwazi. Tatizo la watu wengi ni kwamba wanaomba kwa ujumla sana. Wanasema Mungu nibariki, Mungu nisaidie, Mungu nifungulie milango, lakini hawajaweka wazi ni baraka gani wanayotafuta, au msaada gani wanaohitaji, au mlango gani wanataka ufunguke. Hii inamaanisha kwamba hii haimaanishi kwamba Mungu hawezi kuelewa maombi yasiyo na maelezo. Anaelewa, lakini uwazi katika maombi unatengeneza mwelekeo ndani yako mwenyewe. Unajua unachoamini, unachokisubiri, na kile unachotambua kinapotokea. Mfano wa maisha, fikiria mtu ambaye anasema, Mungu nataka maisha yangu yabadilike. Hilo ni ombi zuri, lakini ni pana sana. Maisha yake yanahitaji kubadilika katika eneo gani? Je, anahitaji kazi? Je, anahitaji kuanzisha biashara? Anahitaji kuacha madeni? Anahitaji kujenga ndoa yake? Anahitaji kuongeza kipato? Anahitaji kupata hekima kufanya maamuzi fulani? Baada ya kusema tu, Mungu badilisha maisha yangu, anaweza kusema, Mungu nahitaji kupata kazi yenye kipato kinachoniwezesha kutimiza majukumu yangu, niongoze kwenye nafasi sahihi, nipe hekima kutafuta, na unisaidie nisikose fursa utakazoniletea. Sasa hapa ana jambo maalum analoliombea. Akija kupata kazi, ataweza kutazama nyuma na kusema, hili ndilo nilikuwa namuomba Mungu. Yaani hapa kwenye shabaha maalum, lengo kubwa, lazima ujue unachokitaka. Huwezi ukatoka sasa hivi hapo ukaenda kwenye gari labda la usafiri, wakakuuliza unaenda wapi, ukasema mimi naenda sehemu yoyote. Hamnaga sehemu yoyote, lazima ujue unataka nini. Huwezi ukasema, Mungu naomba unisaidie pesa. Pesa zipo nyingi, kuna milioni 10, milioni 5, kuna 10,000, kuna 5,000. Lazima uwe specific. Na si kwamba eti unavyokuwa haupo specific Mungu hakuelewi. Anakuelewa. Ila kama tulivyojifunza mwanzo, kipofu yule, Yesu alimuona kabisa ni kipofu, lakini alimuuliza, unataka nikutendee nini? Kwa hiyo Mungu tayari ana mifumo yake ambayo ipo hapa duniani. Sasa ile mifumo, ili aielekezee upande wako na ifanye kazi kwako kwa haraka, lazima ujue unachokitaka, na hiyo inakusaidia wewe kujua kwamba unachokisubiri, unachokiombea, na hata kama kikitokea unatambua kwamba hiki Mungu amenitendea. Kwa hiyo kujua unachokitaka si kwamba eti unamsaidia Mungu kumwelekeza, hapana. Inakusaidia wewe kujua unachokitaka, yaani unachokifocus. Na ulimwengu na dunia ambayo Mungu ameiumba, ameshaitengenezea mifumo ambayo itakuja kulingana na kile ambacho unakitaka wewe. Ndio maana yule kipofu alisema, nataka nione. Kwa hiyo unaposema Mungu nibariki, akubariki katika nini? Katika kazi, katika hekima, katika ndoa. Kwa lazima uwe specific. Mfano mwingine, mtu anaweza kusema Mungu nibariki kifedha, lakini hajui hata hatua gani anapaswa kuchukua baada ya hapo. Badala yake anaweza kuomba, Mungu nisaidie kuongeza kipato changu kwa njia halali, nipate wazo la biashara au fursa ambayo ninaweza kuisimamia vizuri, na unipe nidhamu ya kutumia na kuweka vizuri fedha nitakazozipata. Hapa maombi yake yana mwelekeo.
anaomba sio tu matokeo bali pia hekima, fursa na nidhamu ya kusimamia kile atakachopokea. Sasa kwa nini shabaha maalum ni muhimu? Kwa sababu unapokuwa na ombi maalum unaweza pia kutambua majibu na kufuatilia ukuaji wako. Kama mtu anaomba tu Mungu nifanikishe, anaweza kupata fursa ndogo na asione kwamba Mungu ameanza kujibu, kwa sababu alikuwa anasubiri kitu kisichoeleweka akilini mwake. Unaona, yani faida kubwa ya kuomba kwa shabaha maalum, maanake unajua hata kile unachokiomba na unaweza kukifuatilia na kutambua majibu yako yamefika au hayajafika. Lakini usipojua kile unachokiomba, ndio wale watu unakuta anaanza naomba kwenye kanisa hili, akiona mambo yamechelewa anaenda sehemu nyingine. Kumbe unakuta hata yeye mwenyewe pia hajui anataka nini, hajui anataka afanywe nini. Kwa hiyo anaanza kubadilisha tu makanisa, anaanza kubadilisha watumishi wa Mungu, lakini kumbe shida ni yeye mwenyewe, hajajua jinsi gani atege au aweke shabaha kulingana na kile anachokitaka. Kwa hiyo inakusaidia kwanza ukuaji wako wa imani, lakini pia inakusaidia kufuatilia kile ambacho wewe umekiombea. Lakini unaposema Bwana nipate kuona, kama yule kipofu, unajua kabisa unachokiomba. Kwa hiyo unapokwenda mbele za Mungu usiogope kuwa wazi kuhusu kile unachotamani. Mwambie Mungu unachohitaji, kwa nini unakihitaji, na kama inawezekana elezea pia hatua unaoiamini unapaswa kuchukua. Maombi yenye uwazi hayamaanishi kumlazimisha Mungu afanye kile unachotaka. Yanamaanisha kuweka moyo wako katika mwelekeo unaoeleweka na kumwachia Mungu aamue kwa hekima yake. Imani inapokuwa na shabaha, unajua kitu gani unachokiamini na unachokiombea na unachotazamia kuona. Kama ulishafuatia masomo yangu ambayo ninafundisha, nishafundisha issue ambayo inaitwa LAS, Reticular Activating System, kwamba chochote ambacho unakifocus au unakitamka mdomoni kinakutengenezea focus kwenye akili yako. Kwa hiyo unapokuwa unasema kitu unachokitaka, tayari unakuwa umeweka focus kwenye akili yako. Kwa hiyo inakusaidia kuona. Hivyo pia hata kwenye roho yako, kwa sababu maneno ni yana nguvu. Kwa unavyotamka kitu ambacho unakijua, maana yake unakuwa umecommand specific kabisa kile kitu ambacho unakijua. Chukua mfano. Kwa mfano mimi naitwa Elikhan Mtz. Ukifika mbele ya watu wengi ukasema Elikhan Mtz, nitaitika mimi kwa sababu ndio jina langu. Lakini ukifika pale ukaita wanaume, tutaitika wengi. Kwa ndivyo maana ya kuwa specific. Unaposema Elikhan Mtz, mimi peke yangu ndo nitanyanyuka. Hata chukulia mfano umewakuta wadada wengi, lakini unataka kumuita Neema. Ukisema nyi wadada, wataitika wote na watakuja. Lakini unaposema Neema, umuita Neema specific. Na wewe mwenyewe pia unapokuwa unaomba, unapokuwa specific, maanake umekomandi mazingira yaelewe kile unachokitaka. Na mazingira yameumbwa na Mungu. Kwa sababu yaliumbwa kwa neno. Ukisoma katika Mwanzo, Mungu aliumba ulimwengu kwa neno. Kwa hiyo yale maneno ndio yamefanya vile vitu vi exist. Kwa sababu unavyohitaji specific, unakuwa na vikomandi, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Manake kila ambacho Mungu alikifanya, manake sisi pia tunaweza kukifanya tukimwamini. Manake tunaweza pia kukomandi vitu kwa neno. Kwa hiyo sasa ili kitu kikomandi lazima ukitambue unachokitaka, kwa sababu utakomandi vitu vyote vije. Yani ukisema wadada, utaita wadada wote wa dunia nzima. Sasa hicho kitu hakiwezi kuwezekana. Yani sawa na unafungua simu, unataka kumpigia mtu afu pia unataka tena pia kulipia bili kwa wakati mmoja. Haiwezekani, lazima ufanye kitu kimoja. Hiyo ni mfano wa binadamu ili unielewe, lakini kwa Mungu ni zaidi ya hivyo. Mungu anaweza kufanya jambo lolote ambalo binadamu hawezi hata kufikiria. Lakini hii ninaoongea hapa ni ya kutusaidia sisi binadamu tujue namna gani ya kutarget au ya kufocus kile ambacho tunakitaka. Fikiria kipofu, unataka nikutendee nini? Akasema nataka nione. Kwa hiyo kuwa specific. Nataka kazi ya mshahara kiasi gani, sehemu gani, kampuni gani, nataka gari ya aina hii, yenye rangi hii,
nataka mchumba wa namna hii, mwenye hadhi hii, mwenye uwezo huu. Sio tu nataka mume. Hapo wanaume wenye sifa ya kuwa mume wapo wengi sana, lakini sasa wewe unataka yupi? Ndio ile sasa unakuta sasa akishakuja unaanza tena kukataa tena, huyu si huyu, kwa sababu likomandi ujumla, kwa kuwa specific katika kile unachokiomba. Lakini sababu ya pili ambayo inaweza ikazuia maombi kutokujibiwa au maombi yakachelewa, ambayo ni kuomba vibaya, ni kuomba kwa mashaka na ukosefu wa imani. Ukisoma katika Yakobo 1 mstari wa 6 hadi 7, lakini naombe kwa imani pasipo na mashaka yoyote, maana mtu wa namna hiyo mwenye mashaka sasa asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Sababu ya kutokupokea hapa ni kwamba imani ndio njia pekee inaowezesha kupokea kutoka mbinguni. Mashaka inamgawanya mtu moyo kati ya kumwamini Mungu na kuamini mazingira magumu. Mungu hawezi kuachilia baraka kwa moyo uliogawanyika, kwa sababu kutokumwamini Mungu ni sawa na kutilia mashaka ukweli na uwezo wake, jambo linalovunja uhusiano wa kiroho. Sasa moja ya kitu kingine ambacho kinazuia majibu ya maombi kufika kwetu ni mashaka na ukosefu wa imani. Kwa sababu ukishakuwa na mashaka, maana yake unakuwa unatilia mashaka ule uwezo wa Mungu ambao unahitaji kuja kukusaidia. Chukulia mfano, umemwajiri fundi, ni mfano wa kibinadamu ili unielewe. Alafu kwa unamsimamia unamwambia, ili hapa utajenga kweli vizuri. Kiukweli huyo fundi sidhani kama ataendelea na kazi. Anaweza kama ni fundi mwenye hasira anaweza kuambia bosi aisee tuishie hapa. Lakini mafundi wengi wanakuambia wewe tukabidhi kazi, endelea na shughuli zao. Tena ukiwafuata sana, wanakuambia bana wewe si tuachie, baadaye utakuja kukagua. Kwa nini? Hata sisi binadamu tunapenda kuaminiwa. Je, si Mungu ndiye zaidi. Mungu anapenda uamini kile ambacho umemfuata, kwa sababu umemkabidhi yeye na uamini kwamba uwezo wake una nguvu ya kukutendea. Sasa unapoanza kutilia mashaka, je itakuwaje kama ikishindwa? Na mara nyingi ukishaanza kuona tu mtu anaanza maswali hayo, vipi kama ikifeli, vipi kama isipowezekana, tayari ujue tu huyo hata hayo maombi hayafiki popote, kwa sababu tayari hayana ndani imani, na imani ndio inayochochea maombi kujibiwa. Lakini sababu nyingine inayofanya maombi yasijibiwe ni dhambi na kinyongo moyoni. Ukisoma katika Isaya 59 mstari wa 2, lakini maovu yenu yamefanya kifarakano kati yenu na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Na Marko 11:25, na kila msalipo na msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Nitarudia. Na kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Ngoja niweke clear. Na kila msimamapo na kusali, sameheni, na mkiwa na neno juu ya mtu mtakuwa msamehe, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu. Maombi hayaingii mbinguni kwa sababu dhambi na kutokusamehe vimetengeneza ukuta unaoziba njia mawasiliano kati yako na Mungu. Huwezi kuomba rehema na baraka kutoka kwa Mungu huku ukikataa kutoa rehema hizo kwa wenzako, kwani Mungu ni wa haki na hawezi kupingana na asili yake ya upendo na utakatifu. Hasa hapa issue kubwa, kwanza tunashauriwa kuwa na tubu, kwa sababu sisi binadamu tuko kwenye dunia ambayo ina changamoto. Kwa hiyo toba ni kitu cha muhimu sana. Na issue nyingine ni kusamehe. Na ukifuatilia amri kuu 2 ambazo Yesu aliziacha, alisema tumpende Bwana Mungu wako, lakini mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndio amri kubwa ambazo Yesu alituachia. Sasa huwezi ukampenda jirani yako ukiwa unamchukia, ukiwa hujamsamehe. Ndio maana tunashauriwa tusamehe. Sasa athari za kutokusamehe huwa zinatengenezaga ukuta. Ni sawa unapofungua radio ukiwa unatafuta channel zile frequency, kama hauna ile antenna huwezi kushika zile frequency. Sasa kinyongo au kuwa na vitu moyoni vya kumshikilia mtu
vinazuia, yani ile antena ya kushikia mawimbi inakuwa haishiki mawimbi vizuri. Ni sawa una simu unataka kuwasha wifi, alafu wifi kwenye simu yako haipo, maanake huwezi kukamata mtandao. Sasa kinachozuia hiyo wifi isiwepo kwenye simu ndio hivyo vinyongo, kumwonea mtu mwenzio wivu, watengeneza ukuta, yani mambo ya ushindani, yani mambo yote ambayo yanahusisha kumchukia mtu, unakuwa unajitengenezea ukuta. Sasa ule ukuta mpaka ubomoe kwanza ndio maombi yako yatapita. Na usipobomoa ukuta, manake Yesu mwenyewe yuko wazi anasema msamehe kwanza jirani yako, ndivyo na yeye atakusamehe. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa rehema. Vile unavyosamehe watu na yeye atakusamehe. Na kuna mfano mmoja alitoa, kuna jamaa mmoja alienda alikuwa anadaiwa hela nyingi sana, akasamehewa. Yeye akaenda kwa mdeni wake, akamkamata na kumsulubu kweli. Sasa yule alikuwa anamdai aliyomsamehe, akaja akashangaa, mbona wewe nimekusamehe afu umeshindwa kumsamehe mwenzio? Kwa hiyo tunataka tuwasamehe wale watu ambao wametukosea. Sasa njia sahihi ya kuomba, tunaombaje kwa usahihi na ili tuone majibu kwa haraka? Njia ya kwanza kabisa ni kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Ukisoma Yohana wa kwanza 5:14, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukimuomba kitu kulingana na mapenzi yake atatusikia. Njia hii ina matokeo kwa sababu mapenzi ya Mungu yamo ndani ya neno lake. Unapoomba kulingana na ahadi zilizoandikwa kwenye Biblia, unakuwa na uhakika wa asilimia 100 kuwa unaomba vitu ambavyo Mungu tayari amekusudia kukupa. Hii inaondoa hofu ya kubahatisha na inakupa ujasiri wa kupokea. Sasa njia sahihi ya kuomba ili kupata majibu haraka ni kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu yapo kwenye neno lake. Na neno lake ni lile ambalo anataka sisi tuwe. Ndio maana alisema utakuwa kichwa wala sio mkia. Alisema nitakubariki mjini na vijijini. Kila silaha itafanikiwa juu yako haitafanikiwa. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Sasa ukiomba kupitia neno lake, kwa sababu Mungu hii dunia aliumba kwa neno, na dunia inatambua neno lake. Ndio mpaka leo neno lake linafanya kazi. Kwa hiyo ukiomba kwa neno lake, manake neno lake linakuwa lina nguvu katika ulimwengu kwa sababu tayari linatambuliwa. Kwa hiyo linaenda kuexist. Yaani ni kama unaenda sehemu, unaenda na kamemo kwamba nimetumwa labda na mzee fulani, mzee ambaye anaheshimika kwenye hilo kampuni. Si kwamba eti wewe ndio utapokelewa kwa sababu wanakujua, hapana, kale kamemo. Kwa hiyo neno la Mungu ni kale kamemo kakuingilia kwenye ile kampuni. Kwa hiyo unajikuta wanakupokea kwa haraka. Kama ishai kutokea issue, nadhani utanielewa. Kuna sehemu huwezi kuingia, inabidi utaje jina la mtu kwamba nimetumwa na mtu fulani au nimeagizwa na mtu fulani. Sasa ile mtu fulani ndio neno la Mungu kwenye dunia. Yaani hii dunia inamtambua Mungu vizuri kwa sababu yeye ndo ameconstruct hatua zote. Sasa unapotumia neno lake, maanake unakuwa unatuma ile nguvu ambayo yeye aliitumia, ila kwa sababu yeye ameturuhusu sisi tuitumie, kwa sababu alitununua kutoka kwenye dhambi kupitia Yesu, ameturuhusu tuitumie. Kwa hiyo tuna advantage na sisi ya kuitumia ile nguvu kwenye mazingira ituletee matokeo kama yeye aliyoyapata kipindi anayatumia maneno yake. Kwa hiyo ni fahari kwanza, au ni sifa ambayo Mungu ametupatia, na neno lake lina nguvu kwa namna hiyo. Lakini njia ya pili ni kuomba kwa jina la Yesu. Soma Yohana 14 mstari wa 13 hadi 14. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalitenda, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Hii ni njia sahihi kwa sababu sisi wanadamu hatuna usafi na haki yetu wenyewe kwa kusimama mbele za Mungu mtakatifu. Kuomba kwa jina la Yesu kuna maanisha unakuja mbele za Baba ukiwa umevikwa haki ya Kristo na kutumia mamlaka aliyotupa, ambao ndio ufunguo pekee unaofungua milango ya mbinguni. Sasa hapa ndo
ile sehemu ambayo watu wanajiuliza kwa nini wanga tukimaliza kuomba tunasema kwa jina la Yesu. Maana yake sisi binadamu ili kukubalika mbinguni tulikuwa wa dhambi, Yesu akaja kutukomboa. Kwa hiyo tunapitia Yesu ni kama mwakilishi wetu. Kama nilivyosema mfano kwenye Kamemo, hivyo hivyo pia kwamba sisi wenyewe tulikuwa tustahili, ila kupitia mtu. Je, kuona ile mtu anasema bana huyu mpokeeni kwa sababu namwamini. Kwa pale kwenye ile kampuni unakuwa umebebwa na ule mtu aliyekwambia. Kwa hiyo Yesu ndo anatubeba. Kwa hiyo lazima tumtaje kwamba nimetumwa na mtu fulani hapa. Kwa sababu ile kampuni inamwamini ule mtu, itakupokea kwa mikono miwili. Mimi kuna sehemu nishaendaga nikapokea vizuri kwa sababu kuna rafiki yangu alikuwa anafanya kazi katika hiyo kampuni. Kwa alivyoenda kunitaja, sikupata nguvu kubwa sana ya kuelezea au ya kujielezea au kutoa vyeti vyangu. Ile sauti tu ya yule rafiki yangu ilitosha mimi kupata kazi na kuendelea. Ndivyo hivyo pia unaposema kwa jina la Yesu, unakuwa umetengeneza ni kama sealed fulani, yani muhuri. Ushaona ile barua inakuwa imeandikwa afu inagongwa muhuri. Sasa ule muhuri ndio unaotambulisha kwamba hii barua ipite wapi. Kwa hiyo sasa sisi ili tupite mbinguni tunahitaji njia. Njia ndio Yesu. Lakini pia njia ya tatu ni kuamini kuwa umepokea wakati wa kuomba. Marko 11:24, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombapo mkisali, amini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Msisitizo huko hapa kwa sababu katika ulimwengu wa roho jibu hutolewa pale tu maombi ya imani yanapofanyika, kabla hayajaathirika kwa macho. Unapoamini kuwa umepokea, hapo hapo unaonesha kumwamini Mungu kuliko mazingira ya nje, na mtazamo huo wa imani ndio unaovuta jibu kutoka rohoni kuja mwilini. Sasa hii ndio level yenye nguvu sana katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho unafanya kazi tofauti na binadamu. Binadamu tunataka tuone ndo tuamini. Ulimwengu wa kiroho unataka uamini ndo uone. Unapoanza kuamini kwamba lile jambo umelipokea hata kabla haujalipokea, hiyo ni level kubwa kwanza ya imani na inaonyesha kwamba unamwamini Mungu. Na hiyo level ndio inakusaidia kuvuta hilo jibu lako kutoka rohoni kuja mwilini. Kwa sababu ukisoma katika Marko hapa anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombapo mkisali, amini ya kwamba mnayapokea. Sio mtayapokea ni sasa hivi. Yani amini kwamba unapokea. Yani kama kazi, amini unapokea sasa hivi. Ngoja nikupe siri moja ili unielewe, kwa sababu mimi napenda sana kurahisisha kitu ili mtu anirespendi kufanya vitu vigumu. Iko hivi, ili uelewe hapa, ulishaga kuona matapeli wanavyofanya. Yani anakuwa na kuhakikishia kwamba kitu kipo hata kabla kipo. Si kwamba ufanye hizo tabia za utapeli, hapana. Ninachomaanisha ni hivi, ile confidence ambao waga wanakuwaga nao wale watu, ndio imani atakuwa ndani hivyo. Yani yule mtu anaweza kuambia kiwanja utapata, kila kitu kiko sawa. Yani hata kama kitu hakijakamilika anakuambia utapata tu. Nadhani kama hujawahi kupitia issue ya kutapeliwa huwezi kunielewa vizuri, lakini kama ushapitia utanielewa. Wale watu waga wanakuambia usijali, kila kitu chako kitakuwa sawa, kila kitu kitakuwa vizuri. Mara nyingi wanakuwa na mtazamo huo, lakini kwa sababu sema wanatumia hiyo nguvu vibaya, ndio maana inazuru watu. Lakini imani itakuwa hiyo hivyo. Ukiamini, amini kwamba tayari hilo jambo limeshatendeka sasa hivi, alafu ndo litatendeka sasa. Yani ili hicho kitu kipate, kwa mfano kama kazi au kwa mfano jambo lolote, amini kwanza hiyo kazi unayo, kwa sababu alionacho ndo atapewa. Kama ukijiona hauna huwezi ukapata. Kwa hiyo jione kwanza unacho, umeshakipokea, ni cha kwako, alafu ndo utakiona. Na mfano mzuri, kama unaamini umeshakipokea, anza kuishi kama tayari unacho. Kama unaamini kwamba umeshapokea kazi, anza kuandaa nguo za kwenda kazini. Anza kutengeneza ratiba yako ya kuamka asubuhi kwenda kazini. Kama unaamini umeshafungua biashara, anza kutengeneza hata page ya Instagram ya biashara yako. Kwa hiyo ukishaamini kwamba umeshapokea, maana yake zile stress za kwanza kuwaza tena sitakuaje na nini, tayari zinakuwa zimeondoka kabisa, kwa sababu naamini tayari umeshapokea. Lakini njia ya 4 ni kuomba kwa shukrani na amani.
Ukisoma Wafilipi 4:6, msisumbuke kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane kwa Mungu. Hatua hii ni muhimu kwa sababu shukrani ni dhihirisho la juu kabisa la imani. Inaonyesha unamwamini Mungu hata kabla hujaona matokeo. Wasiwasi unaharibu amani na kuziba utendaji wa Mungu, wakati shukrani inaonyesha utulivu wa moyo na kufungua mlango wa amani ya Mungu kutawala. Sasa level kubwa kabisa ya imani ni kushukuru. Kwa nikupe mfano mmoja. Yesu alipoenda kugawia watu samaki wale 5,000, alishukuru kwanza kwamba nakushukuru Mungu kwa kutupatia chakula, akakibariki kika kingi. Alipoenda kumfufua Lazaro, alishukuru kwanza, akamfufua. Na kwenye story ya wakoma, Yesu alikutana na wakoma 10. 2 tu ndio walirudi kushukuru. Wale walivyoshukuru waliponywa milele. Wale wengine sasa haijulikani ilikuwaje, si ukoma uliwarudia. Kwa sababu wale kuja kushukuru, aliwauliza wale wengine nani wako wapi? Manake kushukuru ni kiwango kikubwa sana cha imani. Yaani chukulia mfano wa kawaida wa kibinadamu. Mimi ninapokupa labda pesa, si utasema asante. Sasa hebu imagine unapokuwa unaomba, hata kitu hujakishika mkononi au hujakipata, unaanza kushukuru. Manake ulimwengu au mifumo ya dunia ambayo Mungu ameiumba, au hata Mungu mwenyewe anapendezwa na imani yako. Ili anaona kwamba una imani kubwa, kwamba hata kitu hujakipata tayari umeshaanza kukishukuru kwamba unacho. Lakini pia hata kisayansi unapunguza ile kemikali ya msongo, ile inaitwa cortisol. Lakini pia unazalisha pia kemikali ya furaha kama hizo dopamine na serotonin. Zinakusaidia wewe kuanza kuona kwamba hichi kitu kinaweza kikatokea. Na ile hali ya kuanza kupata hofu, kwa sababu hiyo cortisol inasababisha hofu na wasiwasi, unaanza kujaza homoni za furaha ambayo inakutengenezea amani ya moyo. Kwa hiyo anza kushukuru kabla hujaona. Kama umemuomba Mungu kazi na ukaamini umeshapokea, ngoja nikupe siri moja hapa ambayo mimi mwenyewe pia naitumia. Ukishamuomba Mungu kwamba nisaidie kitu fulani na ukaamini kwamba tayari umeshapokea, kwa sababu amesema amini mnayapokea au unapokea sasa hivi, sio baadaye, sasa hivi. Sasa kama unaamini umeshapokea, sio ndio kuanza kushukuru? Kwa sababu mtu akikupa kitu si unashukuru, anza kushukuru. Na unaposhukuru ndio unavuta hicho kitu kitokee. Na ukiona kitu kimechelewa kutokea, kuna mambo mawili. Aidha ubongo wako au akili yako au maisha yako bado haijakuruhusu hicho kitu kitokee kwako. Hapa namaanisha nini? Ukiombwa na mtoto mdogo pikipiki au gari mwenye miaka 3 aendeshe, huwezi kumpatia. Si kwamba umpende, ni kwa sababu hana uwezo na nguvu za kumudu kuendesha gari. Si kwamba eti haujamsikia wala hujamjibu. Umemjibu, lakini kwa kusubiri uwezo wake ukue. Hivyo hivyo pia kuna mambo ambayo unamuomba Mungu lakini anakuangalia wewe. Unamuomba Mungu akupe mke mwema, unamuomba Mungu akupe mume mwema, lakini wewe una tabia ya kiburi, jeuri, hutaki kusikiza watu. Ni ngumu ku access hicho kitu, kwa sababu mpaka kwanza ile tabia iishe, kwa sababu akikuletea yule mtu, na Mungu ni Mungu wa haki, utamuumiza. Kwa hiyo jitengeneze kwanza akili yako, tengeneza kwanza maisha yako ili yaendane na kile unachokiomba. Unamwomba Mungu akupe pesa nyingi, lakini pia na wewe mwenyewe una mfumo mbaya wa kutunza fedha. Lazima ujifunze kuzingatia matumizi sahihi ya fedha. Unaomba Mungu akupatie kazi, lakini wewe mwenyewe kila siku unanena na watu kwamba kazi ni ngumu, hazipatikani. Kwa hiyo ule mfumo majibu kuja kwako utakuwa na goma, unakwama kwa sababu unapingana nao. Yaani una resist. Wenyewe unataka kuja kwako, wewe unaupinga. Ni ngumu kuja kutokea kwako. Okay. I hope hichi kitu kitakuwa kimekufungua macho na kitakuwa kimekusaidia. Kwa vitu vya msingi vya kukumbushia ambavyo tumeviangalia, kwamba tunaomba vibaya. Sababu ya kwanza ni kuwa na nia mbaya. Unaomba ili watu wakuone, ili unaomba Mungu nisaidie na mimi watu waje wanione na mimi ni bora. Au maombi ya hivyo huwa hayana nguvu na haiwezi kujibiwa, kwa sababu ni Mungu wa haki, na hataki, hawezi kujibu maombi ambayo yanaenda kuhatarisha
roho yako. Sababu maombi ya ushindani mara nyingi hayana baraka ndani yake. Lakini pia kuomba bila shabaha maalum. Lazima ujue unachokitaka. Kama yule kipofu alimwambia nataka kuona, kwa lazima nawe useme, uwe specific. Kama wewe unajua kutaja baadhi ya vitu na kuvielezea vizuri, na kwa Mungu muelezee hivyo, uwe mwazi. Usio naficha ficha, nibariki. Akubariki nini? Lakini pia makosa mengine ni kutokuwa na imani na kuwa na mashaka. Na mashaka ni sawa na mawimbi ya kwenye bahari yanavyoyumbisha meli. Kwa hiyo jifunze kuamini. Na level kubwa ya kuamini, manake amini kwamba umepokea na uanze kushukuru. Lakini dhambi na kinyongo, tutakuwa tutubu, tuwe na tabia kutubu. Kwa sababu sisi binadamu tunapitia changamoto nyingi na mambo mbalimbali. Jitengezee taratibu ya kuwa na tubu unapoamka asubuhi, au muda wote tu unapokumbuka kwamba kuna kitu umefanya tofauti, basi tubu. Lakini pia kwenye njia ya kuomba kwa usahihi, manake ni kuomba kwa imani. Lakini pia kushukuru hata kabla kupokea. Lakini pia ni kuamini kwamba umepokea hata kabla haujapokea. Hiyo ni level kubwa sana ya imani. Na kwenye kuomba kwa usahihi, omba kwa shabaha maalum. Yaani usiombe tu kwa ujumla, omba kwa kitu husika. Hichi kitu kitakusaidia sana na kita improve namna unavyoomba. Asante sana kwa kunisikiliza. I hope hichi kitu kitakuwa kimekujenga na kufungua akili. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Elikhan Mtz. Bye bye na uwe na siku njema.